kanisa. Mimi naitwa Amina. Ndio. Ninataka nishuhudie kanisa. Nini kimetokea? Nimekuwa na mgogoro mkubwa sana kati ya mimi na mzazi mwenzangu. Na mzazi mwenzako, Kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu. Ilifika mahali hatuongei kabisa, anafikia hatua anaongea na mtoto tu. Ndio. Na mtoto akimwambia ongea na mama, anasema sina shida ya kuongea na mama yako. Ndio. Nikiangalia kosa sijalijua. Ndio. Hivyo hivyo siku ya ibada ya ukombozi wa nafsi. Ukombozi wa nafsi, Nimetoka hapa baada ya ibada, ndio nienda kufanya biashara. Ndio. Biashara yangu ninafanya ni biashara ya vitunguu. Lakini ilifika mahali wanapita tu wateja, Wanapita waioni biashara yako. Nilikuwa na wakati mgumu sana kwenye swala la biashara. Ndio. Lakini nilipokuja kwenye hiyo ibada ya ukombozi wa nafsi, Ndio. Siku ya Jumatatu nini kikatokea? Yangu walichukua vile vidogo vyote vikawa vimeondoka. Kwa muda mrefu nimetumia kuuza hilo gunia. Baada ya ukombozi wa nafsi. Lakini baada ya ukombozi wa nafsi vikawa vimebaki vitunguu vikubwa tu. Vidogo wanapita wanasema vitunguu hivi ni vikubwa, sisi hatuwezi kwenda kuvitumia. Ndio. Lakini nilipouza siku ya Jumatatu wananiambia, "Tunataka vitunguu vyako ni vizuri, vitunguu vyako ni vizuri." Nikakumbuka kwamba ile siku ya kukombolewa nafsi yangu ndio siku ambayo nimepata mafanikio yangu. Ndio. Ile siku ya ukombozi wa kuzaliwa. Ukombozi wa kuzaliwa nini kitokea? Nikapigiwa simu na babake. Ukapigiwa simu, Ananiambia kwamba mke wangu, ndio, ninaomba umsaidie sana mtoto wangu. Mimi uwezo mkubwa sana sina. Lakini nitahakikisha nafanya kila jambo tunaishi pamoja. Simu tena. Ndio. Anaongea na mtoto. Ndio. Baada ya kuongea na mtoto anamwambia mpe simu mama yako. Ndio. Nikachukua simu ananiambia nimeona kitu cha ajabu sana nyumbani kwangu. Wakati alikuwa hakuna anachonieleza. Kila kitu anafanya mwenyewe. Lakini akasema kwamba nimeona kitu cha ajabu sana nyumbani kwangu. Ndio. Nimerudi nimekuta bundi kasimama nyumbani kwangu. Nikamwambia kwa jina la Yesu, na wakati hilo jina alikuwa hawezi kulitamka. Ukimwambia anakuambia wajinga nyinyi mnaokwenda kusali kwenye hayo makanisa. Akaniambia nimemwambia kwa jina la Yesu. Nikamwambia umemkemea? Akasema nimemkemea. Nikamwambia hata na mimi kesho naenda kumkemea huyo bundi. Akashindwa kwa jina la Yesu. Baada ya kukombolewa kuzaliwa umepatana na Bwana wako. Amina. Maana yake siku anazaliwa mtu kuna uharibifu ulitokea. Akafungwa kwenye kifungo cha kutokuolewa kukaa na wanaume. Sio nisikia vizuri. Leo amekombolewa, baba wa mtu anataka kurudi. Kuna jambo jingine. Mungu akubariki.